yenu yu wapi? Mfano ya mwanaume potelea mbali. Shitwe. Mungu mwepushie mabaya. Mungu mwepushie mauti na hatari yoyote mlimu. Najua bado namhitaji, ingawa amenitupa kama tambara bovu. Wanawe pia wanamhitaji. Bora aitwe baba mtu tena. Wakimwita baba tu tena, nitashukuru. Amina. Vyeti vyangu? Mangwash. Wakati wote ulikuwa unachezeshwa kayamba tu. Ati walisema usawa ni hatari kwa usalama. Kuna usawa kuliko huyu. Ama kweli moto ule umenitia taflisi. Taishi kula mwande na wanangu. Huko ndipo kufu kikoto. Bora uhai. Nisaidie
Peleka hivi hapo kwa mlango ili ukijaribu kufungua tutasikia, si ndio? Haya. Hapo. Hapa. Haya, na ile kiti. Haya, tuliwekelee juu. Sawa kabisa. Haya, kuja. Lala hapa. Haya, lala. Ubao huu ni mlinzi wangu wa pili. Wa kwanza ni Mungu. Sasa wakitaka kunimaliza waingie humu. Niwaombe Mungu kabla ya kunikatakata na wanangu. Lakini humu sitoki Mungu hata kwa upaka. Tunaanza kupata maisha upya. Maisha upya tena, nyumba zimechomewa, utaanzia zero. Sasa tunang'ang'ana na maisha ya unga umepanda ama tunafanya kazi. Hiyo kitu ni mbaya sana. Hiyo ni kitu ni mbaya sana. Hiyo maisha imekuwa ngumu sana. Kwa nini kitu ya kuchomeana nyumba kweli? Mimi sidhani. Nina uhakika moto chanzo chake ni kasoro ya umeme. Hamukusikia transformer ya pale madukani iki? Hapana. Ule moto hauko sababisha na kasoro ya umeme. La hasha. Inaweza kuwa haikuwa stima. Hiyo haikuwa stima kweli. Labda ni mtu tu alisababisha hiyo moto. Babu zetu huko kweli. Moto huo ulianzishwa na panyenyi mmoja aliyetaka ardhi yetu kwa nguvu. Mtaa Matango una nafasi kubwa ambayo haijajengwa. Sasa wanaitaka kwa nguvu. Unajuaje? Unahakika malizushi tu. Hatuwezi kumwona bwana chifu. Lazima anaelewa mambo haya. Kwanza yeye ni mnafiki mkubwa sana. Ashapokea hongo. Ameangalia kando. Arishanyakuliwa. Kwa nini tusimuone mtemi mwenyewe? Tuunde kamati ili shida hili litatuliwe. Wewe, wajua mkule yule hatupendi kabisa. Hapa tutaambulia patu. Itatubidi turejee kule kwetu Ndegele. Kule kwa mababu zetu. Subiri kidogo. Huku utapata pa kuishi. Huko si petu tena, pana wenyewe. Ni nani atakupa ardhi vivi hivi ujenge? Petu ni hapa Taria Matango. Hatuna pengine pa kwenda. Laiti wangali vuta fikra zaidi. Wangalijua chanzo cha mateso yao.
Wakule na Waketwa wamekuwa mahasimu tangu jadi. Zamani walizozania mifugo, wakawindana na kupokonyana mifugo. Wakati mmoja ukame ulipozidi, jamii hizi zilipigana ili kumiliki chemichemi za maji na mbuga za kulisha mifugo wao. Leo hii zinaishi katika nchi moja, nchi ya Matuo, lakini bado ni mahasimu wa jadi. Waketwa waliishi katika eneo lao la kiasili liitwalo Ndengoni, nao Wakule walimiliki ardhi yao ya jadi iliyoitwa Manyuni. Hata hivyo, katika kitovu cha mji mkuu ziliishi jamii mbalimbali. Kitovu hiki kilichokuwa pia makao makuu ya serikali ya Mtemi kiliitwa Taria. Hapa ndipo palipokuwa na mitaa tofauti tofauti iliyoishi jamii kutoka maeneo mbalimbali. Katika mitaa hii pia uhasama wa jamii hizi mbili ulibainika. Walipigana vijembe, wakazua mabishano kila walipokongomana. Mtaa wa Majuu ndio ulioishi matajiri na vigogo wa nchi. Idadi kubwa ya Wakule iliishi hapa. Mtemi Lesulia pia aliishi hapa. Alitawala kwa mkono wa chuma. Aghalabu kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nchi. Idadi kubwa ya Waketwa ilihusisha matabaka ya chini. Viongozi kutoka katika jamii hii walikuwa wachache sana. Hii ni kutokana na ukiritimba na ubabe wa Wakule waliokuwa wengi serikalini. Wakati huu uchaguzi unapokaribia, upepo fulani unavuma. Upepo unaandamana na chuki. Chuki iliwavaa Wakule, ikawavisha mashauo na wingi wa tadi. Yote haya yakaelekezwa kwa Waketwa. Majivuno na migigimo hayo yakasambaa hadi kwa viongozi, wakasheheni kiburi, wakazusha uzushi na kuusambaza kwa wenyeji. Kila lilobaya lilitekelezwa kwa Waketwa. Hata ukame na njaa viliposhamiri, Waketwa waliandamwa na kumiminiwa lawama. Mvua ya mafuriko iliponyesha na kusomba watu, Waketwa walinyoshewa vidole vya lawama. Hata maradhi sugu ambayo yaliwashinda madaktari yalidhaniwa kuletwa na Waketwa. Takriban kile kilichoshuhudiwa na watu kilisemekana chanzo chake ni Waketwa. Ama kwa hakika, chakani mwa simba halali nguruwe. Mmoja wa mababe wa Wakule ni huyu Sagilu, mmiliki wa mkahawa huu, mwenyekiti wa halmashauri mapato ya nchi, rafikia wa karibu wa Mtemi Lesulia. Wawili hawa walishirikiana na Mtemi hasa katika biashara za ughaibuni. Walimiliki viwanda kadhaa nchini ambapo waliwaajiri Wakule pekee. Hata matopasi walikuwa Wakule. Waliendeleza ubeberu wa kiuchumi nchini huku na kisi ya bajeti ikipanda kila mwaka. Kupanda kwa bei za bidhaa nchini Matuo kukawa ni jambo la kawaida. Sagilu akiwa mshauri mkuu wa Mtemi alitumia nafasi hiyo kuwanyanyasa mahasimu wake. Hakujali maslahi ya nchi, hasa katika kutowesha bidhaa na kuziuza kwa faida. Sagilu alijulikana sana Taria kwa lingine pia, kuwanyang'anya wanaume wengine bibi zao. Hakustahimili kumwona mmoja akiwa na mke maridadi. Alimnyemelea na mwishowe kuvunja unyumba wake. Daima mtu yule hunichukiza sana. Kwa nini? Pendi lile umbo lake la miraba mimi? La sivyo, siwezi chukizwa na jinsi Mungu aliumba viumbe vyake, bali tabia zao. Jize kama lile, muona la niandama. Si alishawahi kuwa na wake watatu? Na mashauri watoshao kijiji kizima. Mimi naona ni bora tuanze kula kwingine. My love, wapi pengine penye mandhari mazuri kama haya? Ya, tupe.
Sihaba alikuwa kidosho hapa mjini Taria aliyefanya usuhuba na Sagilu. Alimpenda mzee yule si kutokana na umbo au tabia yake, bali kutokana na utajiri wake. Pesa kwake zilikuwa kigezo cha penzi. Sagilu alimjengea jumba hili, akamnunulia gari la fahari. Lakini haya hayakuwa ya bure tu. Sagilu alimtumia Sihaba ili kuwatonyesha mahasimu wake katika biashara. Kila alotaka Sagilu, Sihaba alimruhusu. Mwishowe, Sihaba alibadilika akawa na moyo mgumu kama wa Sagilu. Marafiki walianza kuwa wachache. Jamaa wakaanza kumwambaa kutokana na usuhuba wake na Sagilu pia. Sihaba hakujali, si Sagilu anamtimizia mahitaji yake yote. Kwa nini asifanye atakavyo? Chochote alichotumwa kufanya na Sagilu alikifanya kama ibada. Kijana, fahamu ya kwamba nahodha kamwe haogopi mawimbi. Mzee wangu, ya nahodha na mawimbi metokea wapi? Fahamu ya kwamba nahodha haogopi mawimbi. Nawe kaa ukijua kwamba ghadhabu ya bahari ni furaha ya papa. Dear esteemed principals, if you haven't come across Pocket Positives, allow me to tell you about this smart way to revise KCSE. Pocket Positives is a signature product of Climax Publishers, designed to make KCSE revision simple, portable, and effective. These pocket-sized books fit easily into a student's pocket, enabling study anywhere, whether in class, on the bus, or during free time. Many have asked, why start from 2006? In 2006, the KCSE syllabus underwent a major curriculum revision, marking the beginning of the current exam format. By covering questions from 2006 to date, Pocket Positives captures the modern KCSE trend and structure, ensuring learners revise with relevant, up-to-date content. Each edition presents KCSE questions arranged topic-wise and form-wise, helping learners target specific areas and track progress from Form 1 to Form 4, reinforcing both understanding and memory. The books are also predictive, analyzing questions from 2006 onwards, highlighting frequently examined areas, so students can identify patterns and anticipate what examiners are likely to test. Compact, comprehensive, and convenient, KCSE Pocket Positives are the perfect companions for learners aiming for excellence. With Pocket Positives, success literally fits in your pocket. KCSE Pocket Positives are available in all bookshops countrywide. Kindly include them in your school's book list. For bulk or direct orders, contact 0722 751375. Warm regards, yours, Climax Publishers. Hebu njoo hapa ndani. Bwana Chifu. Yaani wewe nilifikiria kwamba wewe ni mtu ambaye una hekima. Kumbe hata chembe huna. Ha? Yaani wewe unakataa kuolewa na tajiri msifika katika nchi nzima. Kwenda kuolewa na mtufukara kama yule. Yaani unatia afisi yangu aibu kiasi hiki. Bwana Chifu,
Singependa kukukosea heshima. Lakini nimeamua kuolewa na mtu ambaye ni chaguo langu. Hata kama si lolote, si chochote. Nimempenda jinsi alivyo. Sibabaishwi na utajiri, bali heshima na mapenzi. Sasa mtu fukara kama yule ambaye anatoa matongo machoni atakufaa nini? Atakusaidia na nini? Sagilo anakuhakikishia maisha ya kifahari na staarabu ya kila aina. Wewe unafutana kijitu kama kile kisicho na mbele wala nyuma. Inakuonea huruma sana wewe. Bwana Chifu, penzi huzidi mali. Maisha mazuri hayapatikani katika pesa tu. Ninaomba tuyaache haya. Kwani ni mambo yangu ya kibinafsi. Hayahusu kazi yangu hata kidogo. Ikiwa kazi yangu ni mbaya, niambie. Lakini maisha yangu niachie mimi. Tafadhali. Waketo nyinyi ni watu msio na akili. Hata ya kuwachagua chumba. Na ndio maana mtabaki nyuma kama makoti. Toka mbele yangu. Toka! Wewe hata sijui ni kwa nini nilikuajiri. Yaani unanikosea heshima kwa kumkataa rafiki yangu. Toka mbele yangu. Kwenda kabisa. Una nini my darling? Mbona macho? Rima, penzi. Sasa najua sina kazi yangu tena. Nimeaboronga mambo leo. Chifu Mshabaha amenitusi eti nimemkata rafiki. Rafiki nani? Lile Gisela siku ile. Lipi? Sagilo? Ndiye hasa. Analitia kitumbua mchanga. Kuna penzi la kulazimishwa. Ala, anadhani kuwa maisha sasa ni sawa na ule ujadi wa zamani wa mtu kuchaguliwa mchumba. Leo atajua mimi nani. My honey. Jifanye ujue mambo haya. Hilo litanihakikishia kazi yangu. Sawa. Sawa. Ondoa shaka. Sitafanya lolote la kukuudhi. Okay? Sawa my God. Likizo ni ya nini hasa? Naona hukutaja katika barua. Samahani Bwana Chifu, lakini ni ya matayarisho ya harusi yangu. Matayarisho. Ndio, haswa. Na baada ya harusi amngetaka kwenda katika fungate? Naelewa, Hamna pesa ya kwenda katika visiwani au kwenda ng'ambo baada ya harusi yenu, Zitoke wapi, Zitoke wapi kwa mtu kama yule ambaye asiye na satu? Samahani. Naona ni kama mtahitaji wa Samaria kama sisi ili tuweze kuwatoa shimoni, Nitakupa likizo ya juma moja. Juma moja hata kama mtaenda kokote. Hata mkiamua kukaa nyumbani ni sawa. Ili muweze kuwatayarisha jeshi. Jeshi la watoto ambao litawasaidia pale mbeleni. Asante Bwana Chifu kwa maneno yako ya busara.
Niondoke. Tuelekee nje, la usivyo nitakuitia polisi. Hebu niondoke. Ujue wale ni jamaa zangu. Nimesema ujitambulishe, la usivyo utakanyaga hata hatua moja kutoka Malapa. Kaka, mbona hivyo? Sitaki aibu mbele ya jamaa zangu. Kuna nini? Kumetokea nini jamani? Ashindwe. Mrima mpenzi. Nani ashindwe? Naona kuna jambo linaloigasi nafsi yako. Hebu niambie ili nikusaidie kulitatua. Don't worry, my love. Hakuna jambo ngumu kwangu. Nimemtuma msimamizi wangu akatekeleza jambo dogo sana. Ili pasi haribike jambo. Hebu mpishe! Harusi ya Mlima na Mangwasha ilisimuliwa kwa muda mrefu kutokana na kisanga hicho. Hata baada ya maharusi kurudi kutoka fungate yao, matukio ya harusi yao bado yalikuwa wimbo vinywani vya wakaazi wa Taria. Pashoka kweli, hapa ingii kisu. Upelelezi wa polisi haukufika popote. Hakuna aliyemjua mwanamke yule. Hakuna aliyemjua mwenye gari lomleta pale. Lakini kuacha utani, nani angenuia kumdhuru Mlima? Mtu asiye hatia, mtu wa watu. Huenda Mlima asiwe na utajiri wa kupiga mfano, lakini ukumbuki jinsi mwanamke yule alivyokasirika, alivyozuiwa kuingia na msimamizi. Hebu jiulize ni kwa nini? Mangwasha na Mlima wakaanza maisha yao mapya ya ndoa. Maisha yaliyotawaliwa na bashasha, nyemi na furaha. Walishibishana mahaba, walicheka aliochekesha, wakalia doliza. Ndoa ilinawili, wakabarikiwa watoto wawili, Sayole na Kajewa. Waliwalea kwa tunu, wakawatimizia mahitaji yao yote. Watoto hao walivunja maungo na kujiunga na shule ya msingi hapo Taria. Lakini muda si muda, mambo yalianza kwenda upogo. Mlima alianza kushiriki ulevi, akawa anakesha katika vilabu vya pombe. Haya yalimshangaza Mangwasha sana. Akaanza kuchunguza kilichosababisha mabadiliko hayo ya ghafla ya mumewe. Karibu mwenzangu. Karibu. Subiri kuleta kama cha chai. Usilete.
Sina hamu ya chai mwenzangu. Nina machungu moyoni, ndiposa nimekuja unisaidie kuyapunguza, kwa kuwa kuyamaliza utaweza. Ni yapi hayo tena mwenzangu? Ni Mrima. Amekazana kunitumbukiza gerezani mapema niwache wanangu. Unakumbuka nikikutajia kwamba tabia za Mrima zimebadilika sana siku hizi? Naam. Ninakumbuka. Lakini sikudhani atafika hapo. Subiri kwanza nikuletee kikombe cha chai. Chai hapa. Asante. Karibu. Watoto, jukumu la kuwalisha, kuwavisha na kuwasomesha ni langu mimi pekee. Ile jadi ya mwanamume kuwa kichwa cha nyumba sasa haipo tena. Mungu, nishaivunja ile jadi. Nishaivunja bila kutarajia wala kunuia. Mrima haonekani kujitwika jukumu la nyumbani tena. Anakesha ulevini. Hana habari tena kuhusu familia yake. Inachosha. Najua watu hubadilika na wakati, lakini sikutarajia kwamba mume wangu angebadilika sana kiasi hiki. Lazima kuna sababu. Ama kweli kabla hujafa hujaumbwa? Sababu ipo. Ndiposa nimekuja unisaidie kutatua jambo hili. Sitaweza peke yangu kwani majukumu yamekuwa mengi. Pole mwenzangu. Usiwe na wasiwasi. Niachie mimi hayo. Hautapita muda kabla sijajua yote. Nimesalimika. Shukran. Waambaje mzee? Kipi kilichokuleta kwangu? Ebu bibi, hutaki kutembelewa? Na wafahamu wanaonitembelea. Wewe si mmoja wao. Nisikilize. Na unisikilize vizuri sana cha urembo. Wakati mmoja nilitaka sana kukuoa, nawe ukaringa, ukamkimbilia yule kijana mpuzi, kijana mlevi, kijana hana mbele wala nyuma. Aka. Koma hapo mzee. Mie siye si haba au wale vibiriti ngoma unaowazuzua kwa pesa. Usinitajie ya mume wangu maana hayakuhusu. Kumbe unamfahamu si haba. Wajua sasa hivi ungekuwa unakula na kunywa vya bwerere, nisingekuruhusu wewe ufanye kazi. Ungekuwa malkia wa kuheshimika, sio mama wa kuombaomba
usaidizi. Ungekuwa unaishi kwenye makasri ambayo yanalindwa na majeshi ya maaskari, sio magangao kama haya. Ungekuwa unatumikiwa na vijakazi, kila unapokohoa wanakimbia mbio na kukuangukia wakitaka kujua nini haja yako. Unajua aliko mumeo? Hivi sasa yuko katika vibanda vya walevi na madanguro ya walalahoi. Ukimtafuta huko hutomkosa. Mzee Sagilo, siko tayari kuyasikia haya. Tuheshimiane tafadhali. Na kuomba Donka, muulize atoa wapi pesa, atakujibu. mbona aje kwangu kuupigilia msumari wa moto kwenye kidonda cha moyo kinachotoja damu? Kwa nini alikuja kupaka pilipili kwenye kidonda kibichi? Tangu nikiwa msichana hajakosa kuniandama. Labda anajua hasa kule alikomrima. Ngoja kidogo Mangwacha, hebu vuta fikira. Alisema nimuulize Mrima wapi anatoa pesa zake. Ndio, anajua kule aliko na anajua anayemfadhili. Mama yangu, isiwe ni Mungu wangu. Mangwasha, fungua macho sasa. Did you know the 844 curriculum underwent significant change in the year 2006? That's when the syllabus changed. Pocket Positives, the best pocket-size high school KCSE revision books currently in the market. Pocket Positives, a compilation of the past KCSE exams arranged topically and form-wise from the year 2006 to the present. Pocket Positives, the most up-to-date revision books with the most updated trends in setting and marking KCSE exams. Pocket Positives, pocket size, pocket friendly. Call us on 0722 751 375 or 0722 579 271 or visit our website www.climaxpublishers.org or download our Soma Sasa app. Pocket Positives, your best revision partner. Lakini bado nakusii tusiende huko kwa pombe. Naomba Bunguru, nipeleke ili nishuhudie mwenyewe. Mwenzangu, najua kungwi wako pia hakukufunza hivyo. Narudia tena, usimfuate mumewe kwenye makao ya starehe. Msubiri aje nyumbani kisha upate kuyajua yatakayo. Potelea mbali na mambo ya makungwi. Hayo yalikuwa mafunzo ya kutufanya tuyakubali mambo bila kuyasili. Tuyakubali tu bila kero. Maisha ya siku hizi yameshapiga teke mila hiyo ya dhuluma. Mimi simo humo. Nina haki ya kujua kinachoendelea katika maisha ya bwanangu. Huu unyenyekevu wa kijinga mimi siutaki. Ujadi wa utumwa hauna nafasi katika maisha yangu. Huoni sasa mambo yamebadilika? Naelewa unavyohisi. Huelewi hata kidogo. Mumeo kamwe hakuwa mlevi. Alikutimizia mahitaji yako yote. Mungu amrehemu aliko. Huwezi mlinganisha na mtu anayekesha kwenye vilabu vya pombe. Leo hii Mrima amekuwa hivyo. Fikiria jinsi mlivyopendana. Jinsi mlivyosaidiana kwa mema na mabaya. Msubiri aje nyumbani. Kisha umuulize kwa utaratibu ni kitu gani kinachomsumbua. Sawa mwenzangu? Tunipeleka au unipeleki?
twende nayo hadi kwako nyumbani. Nitakusubiri huko hadi urudi, bali si vyema kuandamana nawe. Ama kweli mtu ashauriani na mwoga kuhusu vita. Sawa na kupiga hewa kwa fimbo. Basi twende. Habari zenu. Natafuta mume wangu. Aitwa Mrima. Sijui kama mmemuona. Mrima. Wewe kwanza ukuje utaona Mrima. Utamuona. Umelewa. Utaona Mrima. Kunywa Moratina. Mungu wangu. Nasimpate mume wangu nilioyaona pale. Nitajaribu kila jitihada. Nimwokoe asiharibu maisha yake zaidi. Sherekee kijana. Unajua maisha ni mafupi sana. Asante mzee. Naelekea huko sasa. Haya basi. Zile pesa ni za nini? Kwa nini apewe pesa na mtu aliyekuwa akitupangia mauti siku hizi zote? Potelea mbali. Mangwasha na wanawe watajipanga. Pombe ya Bwerere siachi ngo. Mrima keshaonjeshwa asali. Sasa yuradhi kuchonga mzinga. Katika bidii hii ya Waketwa hakusononeka malalamiko kuhusu utawala wa Mtemi Lesulia. Najua Sagilu alimpenda sana Mangwasha wakati mmoja. Lakini si sasa hana haja naye. Kwani kina Sihaba wako wapi? Mrima. Vunja mifupa kama bado una meno bwana.
Mrima amebadilika kiasi hiki kwa sababu ya pombe tu? Mrima ameshasahau ama amezugwa? Kuna kitu kinachoendelea baina ya watu hawa wawili, lakini ni kitu gani hicho kinachoweza kuwaleta mahasimu pamoja? Nimfuate huko kwenye vibanda au nimngojee arejee nyumbani? Lazima nitamuuliza baadaye. Kwanza kesho ni siku nzuri kwa kuwa haendi kazi. Lazima nijue nini nimeona hapa haswa. Haya dada, ni yapi uliyokuta huko? Umekawia sana, nimekuwa na wasiwasi. Mengi, dada yangu. Mengi. Hata sijui nianzie wapi. Mwangwasha, najua hautaamini nitakalokuambia, lakini nitakuambia hata hivyo. Unajua kinachoendelea wakati huu wote? La hasha. Ulinitajia kwamba Sagilu alikuja kwako. Ninajua kinachomleta na kwa nini anafanya anayoyafanya. Mbona sikuelewi? Sagilu alitaka kufanya usuhuba nawe tangu uwe msichana. Ulimkataa. Ukaolewa na mtu aliyemfahamu na kumdharau sana. Kwa hivyo mambo yako wazi, yahitaji ufafanuzi. Ninaona umekota ndipo mwenzangu. Hata mimi wazo kama hilo lilinipitia, lakini nikalipuuza. Leo hii nimemsikia Mrima akitamka kwa kinywa chake mwenyewe kwamba nijipange na wanangu. Yeye keshapata mzinga wa asali. Kwa hivyo jukumu lake kuu ni kulifaidi asali hiyo bila jamaa yake. Kesha ingia mtegoni kutoka ni balaa. Pia nimemshuhudia mzee Sagilu akimpa manoti ya mapesa, naye akafululiza kuelekea ponda mali. Lakini nimeamua sitajitia hamaki za bure, wala sitamtupa Mrima. Nitajaribu kila niwezavyo nimwokoe kutoka kucha za mahasidi. Hapo umetoa kauli za hekima na busara. Sasa umekumbuka aliyokuhusia kungwi, kwamba ushikilie hekima na busara, na neema nayo uvae shingoni mwako. Na kuzingatia hekima ni bora kuliko dhahabu. Kweli tamaa mbele, mauti nyuma. Baba Sayore, nina machache ningependa kuongea nawe. Tangu lini mwanamke akawa na machache? Nyie mna mengi kama chiriku. Naomba kujua
ulikuwa wapi jana hadi kunijia alfajiri? Koma hapo. Tangu lini mwanamke aulize mumewe kule atokako au aendako? Hivi ndivyo ulivyofunzwa na mamako? Ama kweli wanawake wa kisasa wanavunja kila mwiko uliowekwa na wazee? Sikiliza Mrima, mume wangu. Huku nikuta msungo uliponioa. Nilifunzwa ada zote za mila zetu. Hata hivyo, sikuambiwa nisiulize panapoharibika. Sikuambiwa niwe tutwe lisilojua kinacholipitia mbele yangu. Ushasikia? Ngamia kamea pembe au hata shingo kapita kichwa. Mrima, mpenzi wangu, hata hicho kichwa kisipotulia kila mara huku na huko, shingo itachoka. Zile pesa ambazo ulipewa na mzee Sagilu zilikuwa ni za nini? Pesa zipi? Uliona nani akinipa pesa? Acha hasira mume wangu. Mimi ni mkeo. Usinifiche lolote. Nilikuwa afisini mwako, nikakuona ukipewa hizo pesa ambazo unapewa na mahasidi wetu. Mbona unazikubali? Na hata kama unazikubali, mbona huzileti nyumbani tukazitumie sote? Kumbuka tuna watoto wanaotutegemea Mrima. My love. Una uhusiano gani na mzee Sagilu? Kumbuka vile alivyokutusi. Alipoona usuhuba wetu hawezi kuvunja. Kumbuka kile kivangaito siku ya harusi yetu. Vuta fikra mume wangu. Jihadhari usije ukamkumbatia simba ukifikiria amelala. Namba nakutafutia mke mwingine. Sina mke mwingine. Lakini hunizuii kuoa mwingine. Mimi ni mwanamume. Naweza kuoa wakati wowote au hata idadi yoyote ya wanawake. Kwani shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake kusha hapo. Ni azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza maswali. Ninaona unajaribu sana kukwepa maswali yangu. Lakini fahamu ya kwamba hukuwa sanamu. Ulioa mke mwenye uwezo wa kusali yote afanyayo mumewe. Hizo mila ambazo waishi kila mara kulikumbusha, ujue nyingine zimepitwa na wakati. Mimi ni mwenzio, si mtumwa wako. Siku hizi hata ujui wanao wanakula nini, wanavaa nini, au hata nani anawasomesha. Unajua tu kupokea hongo na kuteremkia madongo poromoka kwa kina mama Pima. Kisha wanijia na mashauku kama haya mume wako. Najua chanzo cha yote haya. Nami niko mbioni kumwokoa mume wangu asije akaingia katika kucha za mabedui. Mahasidi wanaompa milungula kila uchao ili ajimalize taratibu. Do you want a revision partner? Just search for Soma Sasa. Install the app. Create an account. Pick the set book you want to revise and pop. You meet the best actors in Kenya, here to help you appreciate the English and Kiswahili set books.
Additionally, our panels of accomplished KCSE examiners will guide you to tackle sample KCSE questions. All that at an affordable rate, and should you have any issue, call us on 0722 751 375. At Climax Publishers, we don't just wish you well in your KCSE, we prepare you for success. Sasa, unaendeleaje? Mambo vizuri? Leo mtaka mmechangamka, mtu kesho mtaka kupata. Just once, okay? Yes.